msingi yenye mashiko na kunishawishi kabisa kwamba bwana, Simba Sports Club wapo sahihi kumfukuza kazi kocha Dimitar Pantev na $100,000 nyeupe na kuhakikishia ipo, ila iwe sababu ya msingi itakaonishawishi mimi, kwa sababu mimi sioni kama kulikuwa kuna sababu yoyote ya msingi ya kocha Dimitar Pantev kufukuzwa kazi hivi sasa zaidi ya kuwa mbuzi wa kafara. Dimitar Pantev ni mbuzi wa kafara. Na ni mbuzi wa kafara kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Simba kulikuwa hakuna utulivu. Viongozi walikuwa wanapokea ukosoaji mkubwa sana kutoka kwa mashabiki baada ya kile ambacho kilichotokea kabla ya hizi mechi. Kaka, utulivu siku zote huo unaleta matokeo mazuri. Simba Sports Club kabla ya kwenda kumfanyia tathmini kocha Dimitar Pantev ama kumchukulia hatua kocha Dimitar Pantev, walitakiwa wao wajitathmini kwenye uongozi wao. Je, wapo sahihi? Je, kabla ya kuwajibika na kumwajibisha Dimitar Pantev, wao wamejiwajibisha? Kwa binafsi, kabla ya kumwajibisha Dimitar Pantev, kwanza walipaswa kujiwajibisha wao wenyewe kwa kile ambacho walichokifanya kabla ya mechi ya Stade Malien. Migogoro kwenye media kuelekea kwenye mkutano mkuu, hakuna maelewano mpaka mechi ya Stade Malien inakuja kufika siku hiyo, migogoro ni mingi, mashabiki hawaelewi. Yaani ilikuwa ni vurugu. Hapo kabla tujaendelea huko kiufundi zaidi, Dimitar Pantev hajacheza hata mechi 10 Hamis Kabwe. Unafikiri ni kweli amefeli kwenye kikosi cha Simba ama ni Simba wamefanya papara kumwachisha kazi? Ni papara. Simba? Papara kukurupuka. Na sio kwamba eti kukurupuka kwao na kumtimua Dimitar Pantev hawawezi kumleta kocha mwingine na akaja akafanikiwa. Inawezekana. That is football, hatuwezi kujua. Umeona? Ndio maisha ya mpira wa bongo. Kwa sababu mpira wa bongo huwa ufuatagi sayansi ya mpira wa miguu. Wao wanajiamulia wanavyotaka, hata kwenye kusajili wachezaji. Hakuna scouting ya kusema kwamba ni scouting, hii ni proper scouting ya maana na kadhalika. Hakuna hata kwenye uongozi wao. Sasa hivi mpira wa miguu umebadilika. Chini ya CEO kuna mtu anaitwa mkurugenzi wa ufundi, technical director. Simula vizuri. Na wenzetu wakaenda mbali wakamweka mtu anaitwa football director kwa ajili ya kutathmini na kujua tu masuala ya kiufundi kwenye mpira wa miguu. Wenzetu wameenda mbali mpaka huko. Sasa kwa nini wameweka hawa watu? Kwa sababu hawa watu wanafanya tathmini za kiufundi, ndio wanajua kocha anapitia mapungufu, kocha anapitia ugumu huu, kuna mapungufu haya, na huu ni wakati sahihi wa kumwajibisha nani? Wa kumwajibisha kocha. Wanachukua zile taarifa za msingi ndio wanapeleka kwenye uongozi wa juu kupitia kwa CEO, labda na mwenyekiti wa club ama president wa club. Kwa hiyo mtu ambaye anaenda kuzungumza masuala ya kiufundi na utawala ni technical director ama football director, ndio anaenda kuzungumza, lakini kwetu sisi hilo halipo. Kwa hiyo exactly ukifanya tathmini za kiufundi unagundua kabisa Simba Sports Club wamekurupuka kumfukuza nani? Kumfukuza Dimitar Pantev, kwa sababu kwenye mechi zote ambazo amecheza Dimitar Pantev ndio kwanza alikuwa anajaribu kuingiza vitu vyake vya kiufundi. Tuongee ukweli. Usajili hajafanya yeye. Wachezaji ni wapya, amewakutana nao, ndio kaza kukutana nao mara kadhaa. Asome tabia za wachezaji. Hicho kikosi cha kwanza ambacho watu wanachokisema, umeona? Alikuwa nacho Fadlu Davis, kama unakumbuka. Mechi 2 za mwisho ambazo alipaswa kusimamia Fadlu Davis, kama unakumbuka. Mechi ya kwanza Gaborone ambapo alicheza na huyu Dimitar Pantev. Mashabiki hao wa Simba walalamika Simba inacheza vibaya, unakumbuka? Wakasema wao ni kwa sababu muda ni kwa sababu labda akili yake ilikuwa inawaza kuondoka kwenda Raja Casablanca. Mechi ya pili wakamleta hapa Emedi Morocco, kama unakumbuka. Simba ilicheza vibaya sana hapo Benjamin Mkapa, ovyo kabisa. Uongo kweli? Akaondoka Emedi Morocco. Wakamleta Dimitar Pantev, akajaribu kuingiza vitu vya kifundi kwa haraka haraka, akacheza mechi yake ya kwanza na Nsingizini Hotspurs. Akawapa 3 kule.
akarudi hapa mechi wakasare, akawa anajaribu kuingiza vitu vyake sasa vya kiufundi, anajaribu kuingiza vitu kwa sababu lazima, kwa sababu Dimitri Pantev sio Fadlu Davis. Yani wewe Singano huwezi kuwa mimi siwezi kuwa wewe, lazima kuwa kuna utofauti. Kutoka mechi ya Nsingizini kaja mechi ya JKT wameshinda. Kutoka mechi ya JKT Tanzania amekuja mechi ya Petro. Simba amecheza na force number 9, watu wakalaumu wao kacheza force number 9. Sio wapi? Sio hawajawahi kuona. Yani wao waliamini kwamba yani mpira wa bongo wanachokiamini mashabiki ndio hicho wao wanaamini kwamba hakitokei duniani. Sisi tuko hapa mfano mechi ya Chelsea na FC Barcelona juzi. Enzo Maresca kaanza na force number 9 Pedro Neto kwenye eneo la ushambuliaji. Chelsea kamkandamiza goli 3 FC Barcelona. Sio vizuri. Simba wali create chances kwenye mechi ya Petro. Create chances za maana. Kaka nakuhakikishia. Nenda kaangalia vizuri. Simba ilikuwa na ngata takwimu mechi ya Petro mpaka mechi ya Stade Malien wamefika kwenye box la mpinzani zaidi ya mara 50. Yani kwenye box la mpinzani zaidi ya mara 50. Mechi zote mbili. Kwenye mechi mbili zote Simba Sports Club wamepiga so chini ya mashuti 30 mpaka 20. Lakini kwenye mechi zote hizo mbili Simba Sports Club wamefunga goli hili. Big chances zimetengenezwa zaidi ya big chances 5. Sio vizuri. Kama solution ni kumtimua kocha, basi mimi niseme Simba wamefeli. Kama solution ni kumfukuza kocha, basi mimi niseme Simba wamefanya nini? Wamefeli. Wengi wanasema kwamba Simba wamefanya jambo la maana kumtimua kocha kwenye hiki kipindi ambacho wanakwenda international break, hasa kuna mashindano ya AFCON hivi sasa. Kwamba Simba akirejea Januari basi atakuwa ni imara, kwa sababu hivi sasa anaelekea kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ni kweli hiki kipindi Simba ni wakati muhimu kwa hivi sasa, kweli wanaweza kupata kocha mwingine ambaye atakuja kuinoa Simba kwenye hiki kipindi cha AFCON. Wanaweza kupata kocha na akaja akafanikiwa, siwezi kukataa. Lakini pia anaweza akaja na akafeli, kwa sababu naye atakuja na vitu vyake ataviingiza. Na yeye akija kitushirikishana force number 9 hapa, tena watu wataanza kutaka kulalamika afukuzwe. Kwa sababu si atakuja ni kocha mpya. Na yeye atakuja na vitu vyake. Akija na vitu vyake akiviingiza, watu watataka tena afanye tu kama alivyokuwa anafanya Fadlu Davis. Wao nilo ni tatizo. Si mara vizuri. Kwa inawezekana sasa, kwa nini huu muda ambao wanasema ulikuwa ni, kwa nini wasingeamua sasa kumwachia Nandi Dimitri Pantev aweze kuutumia muda tena kutengeneza vizuri kikosi, kwa sababu tayari kashaona kuna mapungufu, kashakosea wapi. Kwa nini wasingempa muda ili arekebishe vizuri? Kwa nini? Ndio tujiulize mimi na wewe. Kwa nini wasingechukua maamuzi ya kumtimua? Kwa nini wamechukua maamuzi ya kumtimua? Kwa hiyo unagundua kwamba hii ni patapotea. Yaani Simba ni kama vile wanabahatisha. Simba? Yaani kama vile wanabahatisha. Wafanikiwe ama wasifanikiwe. Na nianguko hivi sasa? Simba walishaanguka. Yaani hapo alipo wanajitahidi kuinuka. Yaani Simba kuanguka washaanguka. Kilichopo walikuwa wanajitahidi kuinuka kufikia kwenye level kubwa. Na ndio maana nikasema hivi hapa katikati, wakati Yanga wanapitia wakati mgumu, ndio Simba walikuwa na nafasi ya kutake over. Lakini kutokana na matatizo waliokuwa nayo kwenye uongozi, si vizuri, hakuna umoja, hakuna utulivu. Yanga wanaweza wakapitia matatizo, wakakaa sawa na wakafanikiwa kwenda kuchukua tena ubingwa mara 5 mfululizo, na wakafanikiwa kufanya vizuri kwa sababu ya madhaifu ya uongozi wa Simba Sports Club. Hakuna umoja kaka, hata iweje kwenye maisha tu ya kawaida, kama hakuna umoja, mshikamano, sio vizuri, utulivu kwenye timu kaka, hata aje Pep Guardiola, hata aje Anandi, yani yule Sir Alex Ferguson, atoke kwenye uzee arudi kuwa kijana, aifundishe Simba, hawawezi kufanikiwa kama hakuna umoja, hakuna ushirikiano. Yanga unaona wanafanikiwa kwa sababu kuna umoja na ushirikiano, hawapigishane shoti. Sasa imefikia tu viongozi wanaambiana mpaka bwana una tatizo la afya ya akili. Imefikia hatua viongozi wanaambiana hivyo. Unaona hapo kuna umoja hapo? Viongozi wanaweza kupigishana shoti. Kwani mara ngapi tunasikia wachezaji wanapigishana shoti? Mara ya mwisho mzee wetu Magori, wakati Simba anapigwa chuma ngapi, ilikuwa ni chuma 1-0, ilikuwa ni goli 1-0 ile ambalo Pimpin kama anatoa mpira anarudisha ndani.
akaposti kupitia ukurasa wake, akakuta kama nakuta mara 3 na nini. Ina maana hiyo michezo si ipi ya kuchomeshana. Kwa hiyo kinachoendelea Simba, wanaweza wakafukuza makocha hata 200. Kinachoendelea Simba, wanaweza wakafukuza makocha hata 200 wasipate solution. Alishawahi kuletwa hapa kocha Abdelhaki Benshika hapa. Ni kocha ana CV kubwa, kocha mkubwa kweli, lakini kuna siku mechi imechezwa, ilikuwa ni ya KMC, sijui ni Mbeya City, sijui ni alikaa anawaza akasema hivi, hapa nimekuja kufanya nini? Mungu wangu, akasema hapa nimekuja kufanya nini? Waliachana naye Abdelhaki Benshika. Si walisema kocha si ndio kocha ambaye wanasema ana vyeti, kocha ambaye ana CV kubwa, uzoefu wa kutosha, Abdelhaki Benshika.